Mwanafunzi wa darasa la 5 Jalkin Eliabi mwenye umri wa miaka 10 aliwavutia hadhira kwa ufasaha wake wa kueleza faida za matumizi ya nishati safi na salama ya kupikia pamoja na athari za shughuli za kibinadamu kwa mazingira. Uhuru wa mwaka 2025 ukiwa wilayani Mvomero utapitia jumla ya miradi 7 yenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 69,810,000. Akizungumza mbele ya wananchi na watumishi mbalimbali wa halmashauri ya Mvomero, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa kwa mwaka 2025, Ismail Ali Usi, amesema kitendo hicho ni ishara ya kutambua mchango wake katika kuunga mkono jitihada za serikali za kuhamasisha matumizi ya nishati safi na salama ya kupikia. Kama unaposema umurike ndani na nje mpaka yetu ulete matumaini. Naamini Mwenge wa Uhuru leo hii kupitia shule ya sekondari ya Mzumbe umeonesha matumaini makubwa sana. Mwenge wa Uhuru oye! Kijana huyu mimi pamoja na vijana wenzangu 6 tutamkabidhi shilingi 100,000 iwe kama mshahara ya zawadi. Mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan na Mwenge wa Uhuru. Kijana huyu leo hii ningeomba kwa heshima ya kipekee, kijana huyu leo hii nitampa zawadi 2. Zawadi ya kwanza nitamshikisha Mwenge wa Uhuru ile ni kama ishara ya sasa shule ya Mzumbe hii Mwenge wa Uhuru umewaka, lakini pia umeonesha uzalendo na upendo wa taifa hili. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025, Ismail Ali Usi, ameonesha kushangazwa na umahiri wa mtoto Jalkin Eliabi mwenye umri wa miaka 10, mwanafunzi wa darasa la 5, wa kueleza faida za matumizi ya nishati safi na salama ya kupikia na hatari ya shughuli za kibinadamu kwenye mazingira. Mtoto huyo anayesoma shule ya msingi Manyinga, halmashauri ya wilaya Mvomero mkoani Morogoro, ameonyesha umahiri wake wa kueleza umuhimu wa matumizi ya nishati safi kama inavyohimizwa kwenye kampeni mbalimbali, ikielezwa umahiri wake umetokana na elimu iliyoenezwa karibia kwenye shule zote za halmashauri hiyo, jambo lililomfanya kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa kumshikisha Mwenge wa Uhuru kama ishara ya kutambua mchango wa mtoto huyo kuunga mkono jitihada za kuhamasisha matumizi ya nishati safi na salama. Kwa jina naitwa Jalkin Eliabi, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Manyinga. Nipo mbele yenu kwa ajili ya kutoa elimu ya nishati safi ya kupikia katika swala zima la utunzaji wa mazingira. Kwanza nitaanza kutoa maana ya nishati safi ya kupikia. Nishati safi ya kupikia ni nishati yenye viwango vya chini sana vya uzalishaji wa uchafuzi unapochomwa. Mfano, gesi asilia, nishati ya jua, nishati ya upepo, nishati ya umeme, LPG, yani inamaanisha liquid petroleum gas na kadhalika. Faida au umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia yamegawanywa katika makundi yafuatayo. Kundi la kwanza, kiafya. Nishati safi ya kupikia hupunguza magonjwa ya mfumo wa upumuaji. Matumizi ya kuni na mkaa kwa muda mrefu huathiri mfumo wa upumuaji, hivyo huzalisha hewa ya carbon ambayo hewa ya carbon si rafiki wa binadamu. Kundi la pili, kimazingira. Kwanza, nishati safi ni rafiki wa mazingira kwa sababu haizalishi hewa chafu, pia hupunguza kasi kubwa ya ukataji wa miti kwa ajili ya kupata kuni na mkaa. Kundi la tatu, kiuchumi. Ingawaje gharama za awali si rafiki, lakini matumizi yake ni ya muda mrefu. Kwa maana hiyo, uokoa pesa na muda. Pia nishati safi ya kupikia huzalisha ajira. Kundi la 4, kijamii. Kuboresha maisha ya kila siku, yani jamii badala ya kwenda porini kubeba mizigo ya kuni na mkaa, wanaachana na kadhia hiyo na afya zao zinaboreshwa kwa kutumia nishati safi ya kupikia ambayo ni rafiki wa mazingira. Mwisho, bila kujali jinsia, dini, rangi, kabila, yatupasa sisi sote tutumie nishati safi ili kutunza mazingira yetu kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho kwa maendeleo endelevu. Pia tukumbuke kuwa sisi sote ni mabalozi katika utunzaji wa mazingira, kumuunga mkono mama yetu, mpendwa wetu, rais wetu, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ni kinara na kuhamasisha kwamba tutumie nishati safi ya kupikia ili kutunza mazingira yetu na kuboresha afya zetu. Kutokana na kauli mbiu inavyosema, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Hakikisha unamchagua kiongozi ambaye anasimamia swala zima la utunzaji wa mazingira. Kiongozi wa mbio za Mwenge